Habari mwanafamilia ya The Catalog. Karibu tena kwenye kipindi kingine cha The Catalog. Na leo tutaongelea zaidi namna ya ulaji kwa wale watu ambao wana shida ya kansa na wako kwenye matibabu ya kansa, ambayo mara nyingi kuna chemotherapy lakini pia kuna radiotherapy. Kawaida tumezoea kimo pamoja na mionzi. Watu wanapokuwa na changamoto ya kansa, mara nyingi hizi dawa ambazo tunazitumia kwa ajili ya kuua seli za kansa kwa namna moja au nyingine zinakuwa na athari kubwa sana kwenye mwili wa binadamu. Na ukilinganisha mionzi pamoja na dawa, inaonekana mionzi huwa inagusa sehemu chache sana kwenye mwili wa binadamu ukilinganisha na dawa, kwa sababu kawaida dawa tunaweka kwenye mishipa ya damu, kwa hiyo inatembea mwili mzima. Sasa kuna changamoto kwenye upande wa mfumo wa chakula, na inawapelekea kwa kiwango kikubwa wawe wanashindwa kula vizuri, kukosa hamu ya kula, wengine kupata changamoto ya maumivu ya tumbo, wengine kukosa ladha kabisa mdomoni na mambo kama haya. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine huwa inapelekea ulaji wao kuwa mbovu, na mwisho wa siku inaweka kwenye hatari ya mwili kudhoofika zaidi na kushindwa kuwa na nguvu, na hata matibabu yao yasiende vizuri kadri walivyokuwa wanatarajia. Kwa hiyo leo nataka niwafundishe mambo 4 muhimu sana kwenye namna ya ulaji wa mtu ambaye anafanya kimo au mtu ambaye anafanya mionzi, ili kuweza kumsaidia kuimarisha mwili wake na maisha yaweze kwenda vizuri japokuwa anakuwa kwenye hiyo changamoto ya kansa. Jambo la kwanza ambalo ni la muhimu sana la kuzingatia, kwamba hawa watu kutokana na hizo changamoto wanazopitia, mara nyingi wanakosa sana hamu ya kula. Hasa wale ambao wanatumia kimo. Sasa unapokosa hamu ya kula, kawaida unajikuta hata unapoletewa chakula kile ambacho unakipenda inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo unajikuta hata kukila inakuwa ni shida kwako. Sasa tunapokula, ukishakuwa na shida ya kansa na unapokuwa unapitia hizo kimo pamoja na mionzi, cha kwanza kabisa tunahitaji ulaji wako iwe na tija kwenye afya yako. Ninamaanisha nini? Kawaida tunasema kwamba watu ambao wanafanya kimo au watu ambao wanafanya mionzi wanakuwa wanakosa nguvu. Ni kweli zile dawa zina nguvu sana na wanakuwa wanakosa nguvu kwa ujumla. Lakini sasa kwenye kukosa nguvu kule, tunajikuta huwa tunawapa vyakula vya sukari kwa wingi, tukihisi kwamba tunavyokuwa tunawapa sukari kwa wingi basi ndo tunaendelea kuisaidia mwili kupata nguvu ya kutosha. Kwa bahati mbaya, kumpa sukari nyingi au kumpa vyakula ambavyo vina sukari kwa kiwango kikubwa inakuwa haina msaada mkubwa sana kwenye mwili wake. Kwa sababu gani? Cha kwanza, unapofanya kimo, zile dawa zinaenda kuathiri na seli za kawaida za mwili wako. Ukiachana tu na zile ambazo zina matatizo au seli za kansa, inaenda pia kuathiri zile seli za kawaida kwenye mwili wako. Sasa zile seli za kawaida zinapokuwa zinaathiriwa, manake ndio unaanza kupata sasa hayo madhara ambayo yanatokana na hizo kimo. Sasa kwa sababu zinaathirika, tunatakiwa ulaji wetu iweze kulenga zaidi kuendelea kuimarisha zile seli ambazo kwa namna moja au nyingine zimedhurika. Sasa sukari kama sukari yenyewe inatoa tu nishati, lakini haiwezi kujenga mwili. Kwa hiyo tunatakiwa tulenge ulaji ambao itasaidia kwa kiwango kikubwa kuendelea kuijenga mwili na kuimarisha mwili kwa ujumla. Kwa hiyo sasa kwenye vitu vya kula, cha kwanza tunatakiwa tule protein kwa kiwango kikubwa sana. Sababu protein kwenye mwili wa binadamu ndio kitu ambacho tunaita ni building block. Inatusaidia kuweza kuijenga mwili kuanzia kwenye cell kuja paka kwenye viungo vingine kwa ujumla. Kwa hiyo unapokuwa unafanya chemotherapy na unafanya mionzi lakini hauli protein ya kutosha, na kuhakikishia kwamba mwili wako itaendelea kudhoofika zaidi. Na kadri unavyoendelea kupata matibabu na itaendelea kunyong'onyea zaidi. Kwa hiyo hatua ya kwanza kabisa kusaidia mwili wako kuweza kuimarika, kuhakikisha unakula protein kwa kiwango kikubwa. Kwa kwenye ile milo yetu mitatu tuhakikishe tunapata protein. Na hapa namaanisha nini? Cha kwanza, kuna nyama, either ni samaki, either ni nyama yenyewe, au either ni kuku au jamii ya ndege kwa ujumla, hizo zote ni protein.
Tukiongelea mayai, tukiongelea maziwa, jamii ya kunde kama maharage, soya, hivyo vyote zinatusaidia kupata protein na zinginezo. Lakini kikubwa tunahitaji kula protein kwa kiwango kikubwa. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili la kuzingatia ni ulaji wa virutubisho. Nikisema virutubisho na maanisha nini? Cha kwanza tunakuwa tuna vitamin, lakini cha pili tunasema ni madini muhimu, tunasema minerals. So hivi vitu viwili ni muhimu sana kwenye mwili wa binadamu kwa sababu inasaidia utendaji kazi kwa ujumla wa mwili wa binadamu iweze kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo unapokuwa unakula lakini haupati hivi virutubisho kwa kiwango kikubwa kinachohitajika, maana yake kwa namna moja au nyingine mwili wako itaendelea kudhoofika kwa sababu unakosa vitu vya muhimu ambavyo vitasaidia mwili wako kufanya kazi vizuri. Vitamin kama tunavyozifahamu na madini muhimu pia tunazifahamu, lakini sasa vyakula gani tuweze kula zaidi ili iweze kutusaidia kupata hivi vitu? Cha kwanza kabisa ni kula nuts. Tunasema kwa Kiswahili tunaita jozi. Karanga, korosho, almond na vitu kama hivyo. Sijui pistachio na vitu kama hivyo. Hivyo vyote tunaita nuts kwa ujumla. Zinatusaidia kwa sababu zina vitamin lakini pia zina minerals kwa kiwango kikubwa. Vitu vya kula pia ukiachana na nuts tunaongelea matunda. Tunatakiwa kula matunda kwa kiwango kikubwa ili iweze kutusaidia kupata hizo minerals ambao ni madini muhimu pamoja na vitamins. Sasa cha kuzingatia kwenye swala la matunda, watu huwa tunapenda sana kuwatengenezea wagonjwa juice. Hatukatai, lakini unapokuwa unatengeneza juice unaondoa vitu vya muhimu sana vinavyoitwa fiber au nyuzi ambazo zinasaidia mfumo wa chakula kufanya kazi vizuri na kuhakikisha mwili wako kwa ujumla pia inafanya kazi vizuri. Sasa tunashauri zaidi badala ya kutengeneza hizo juice ambazo tumependelea kuzitengeneza, basi tuhakikishe tunawapa wagonjwa wanakula matunda kama matunda. Inakuwa ni bora zaidi kuweza kuwasaidia. Na hii tafiti za sasa hivi zimeonyesha kwamba kwenye mfumo wa chakula huwa kuna vijidudu kwa ujumla, tunaita microbiomes, wanaishi kwenye mfumo wa chakula ambao kwa namna moja au nyingine wanasaidia mwili kuweza kufanya kazi vizuri kwa kucontrol tunasema kinga ya mwili, lakini pia kucontrol mambo ya hormone na mambo mengine kwa ujumla. Kwa hiyo unapokula vyakula vyenye nyuzi inaenda kusaidia wale bakteria wazuri kwenye mfumo wa chakula kuwa wengi kwa kiwango kikubwa, ambao itasaidia mfumo wako wa chakula kufanya kazi vizuri, lakini pia kuimarisha mwili kwa ujumla. Kwa hiyo matunda kama nilivyosema, yalike kama matunda, sio mambo ya juice, tusipendelee sana hizo. Lakini jambo lingine ambalo ni la muhimu sana kwenye swala la ulaji, tunasema lazima tule hizo nyuzi ambazo nimesema. Sasa kwenye nyuzi tukiachana tu kwenye matunda, tunakuja pia kwenye mboga za majani. Kwa hiyo kwenye mlo wako hakikisha pia kuna mboga za majani za kutosha ili kuweza kukusaidia kupata nyuzi na kuimarisha mwili wako kwa ujumla. Tupunguze matumizi ya mafuta, hasa yale mafuta ambayo tunaita refined, yale ambayo yameshachakatwa, kwa sababu yanakuwa sio bora zaidi kwenye mwili wa binadamu. Kwa nini? Tafiti zimeonyesha kwamba mafuta ambayo yameshakuwa refined, hasa haya mafuta ya tunasema seed oils au mafuta ya mimea kwa ujumla, yakishachakatwa inakuwa na kiwango kikubwa sana cha omega 6 ambayo inaweka mwili kwenye hali ya kujihami au inflammatory state. Kwa hiyo mwili inapokuwa kwenye inflammatory state inakuwa sio rahisi sana kuweza kupona kwa haraka na kuweza kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Kwa hiyo tunashauri zaidi tuweze kutumia mafuta ambayo ni non-refined kwa sababu yanakuwa ni bora zaidi kwenye mwili wa binadamu. Lakini jambo la mwisho la muhimu sana la kuzingatia kwenye swala la ulaji ni kiwango cha sukari. Kama nilivyosema awali kwamba tunaamini kwa sababu hawa watu mwili wao inakuwa ni dhaifu, tunaamini kwamba wanahitaji kupata nguvu zaidi. Lakini mwili unakuwa inanyong'onyea zaidi kwa sababu ya zile dawa wanakuwa wanatumia kwenye kimo au pamoja na hizo mionzi ambazo wanakuwa wanapata. Kwa hiyo kwa ujumla kitu cha kuzingatia ni kwamba ni madhara ya dawa wanazotumia. Kwa hiyo kumjaza sukari au kumjaza glucose sio solution au sio suluhisho ya kwamba yeye atapata nguvu vizuri. So kikubwa tupunguze kiwango cha vyakula vyenye sukari kama ni wanga na nini. Simaanishi kwamba tusile kabisa, lakini kiwango inabidi kiwe kidogo sana. Mara nyingi wanashauri wagonjwa angalau kama unakula labda wali, kama unakula ugali, basi hakikisha iwe ni nusu ngumi na isizidi hapo.
inakuwa inakusaidia kupata sukari ambayo inahitajika kwa kiwango kinachohitajika, lakini pia unaweza kupata vitu vingine kwenye vyakula vingine ambavyo vitakusaidia mwili kuimarika zaidi. Kwa hiyo hayo mambo manne tukiweza kuyazingatia unapokuwa unafanya kemo au unapokuwa unafanya mionzi, itakusaidia sana kwenye kuimarisha mwili wako unapokuwa unapambana na kansa. Lakini jambo la muhimu la mwisho ambao napenda watu waweze kulizingatia ni changamoto nyingi sana za kichefuchefu, kutapika, maumivu ya tumbo, kukosa hamu ya kula. Watu wa kansa wanapata kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo wengine unakuta akila tu kidogo anatapika, mwingine unaweza kukuta anashindwa kula kabisa. Ukishakuwa na kansa, naomba nikusisitize kwamba ulaji wako inachangia kwa kiwango kikubwa kusaidia mwili wako kuimarika. Kwa hiyo kama hauli vizuri, sitarajii wala sitegemei kama mwili wako itaweza kuimarika. Kwa hiyo kikubwa ambacho inabidi wewe uhakikishe unakizingatia, kama ukila chakula cha kutosha unaweza ukatapika au ukapata changamoto, basi tunaweza tukapunguza kiwango cha chakula unachokula au ukapunguza portions ukawa unakula kidogo kidogo lakini mara kwa mara. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine inaweza kukusaidia kupunguza zile changamoto za kutapika na mambo mengine. Lakini mwisho pia huwa tunashauri hakikisha unaongea na daktari wako vizuri ili aweze kukupa maelekezo ya kukusaidia kupata dawa ya kuzuia kutapika kama unatapika kwa kiwango ambacho inasababisha hakuna chochote kinachokaa tumboni. Lakini pia dawa zingine kulingana na shida yoyote ambazo utakuwa unazipata ukiwa unapata hayo matibabu. Kwa ujumla napenda niwasisitize kwamba ulaji ni muhimu sana kwenye swala la kudhibiti na kupambana na kansa. Kwa hiyo tuhakikishe tunazingatia ulaji sahihi ili tuweze kuboresha afya. Naitwa Dr. Eric George Otieno, tulikuwa kwenye The Catalog, na nashukuru Gavo Media kwa kuhakikisha kwamba unapata hii episode vizuri, na mpaka siku nyingine, karibu sana.